tulikuwa tunaangalia misingi ya imani yetu, na tumebakiza msingi wa 16, mbingu mpya na nchi mpya kulingana na ahadi yake. Tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambamo haki yakaa ndani yake. Na tusome tu Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 13 ambao unabeba huu msingi wa imani. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 13. Karibu msomaji wetu mzuri. Petro wa pili 3 mstari wa 13. Ndivyo anasema, lakini kama ilivyo ahadi yake, natazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya. Asante sana. Ambamo haki yakaa ndani yake. Yako maandiko mengi sana yanayozungumzia mji wa mbinguni, Yerusalemu ya mbinguni. Yako mengi. Kuna Waebrania, lakini pia Bwana wetu Yesu Kristo katika Yohana sura ya 14 alitupa ahadi hiyo, na akatuambia musifadhaike mioyoni mwenu. Bwana alipenda sana lile andiko. Na kwa sisi wa Kristo wa Pentecoste, Yesu akisema ndio final, akisema hakuna mwingine tena naweza kusema. Na Mungu alishuhudia pale mlimani, akawaambia wanafunzi, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Katika ile Yohana sura ya 14 kuanzia ule mstari wa kwanza anasema, Yohana mtakatifu 14 mstari wa kwanza, msifadhaike mioyoni mwenu. Kwa nini walikuwa wanafadhaika? Yesu alikuwa anaondoka, lakini anawapa ahadi ya kurudi. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo nisingaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Faraja kubwa sana. Naenda kuandalia mahali. Wapi? Mbinguni. Safi sana. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Na katika somo letu sasa tunapomalizia somo letu ambalo tulilipa kichwa cha somo kama matukio makuu 6 ya mwisho ya siku za mwisho. Hiyo lilikuwa somo letu tangu tuanze Jumatano, matukio makuu 6 ya mwisho ya siku za mwisho, na tumaini letu lenye baraka. Hayo matukio 6 ndio yanatajwa katika ile misingi yetu ya imani, na tulianzia msingi wa 13, 14, 15. Leo tunamalizia na msingi wa 6 wa imani yetu katika kanisa, si kanisa tu la TAG, lakini karibu makanisa yote ya Kipentekoste. Na leo tunamalizia sasa msingi wetu ule wa 16, nchi mpya na mbingu mpya. Kwa hiyo wewe hata kama ulikuwa hujaanza na sisi, andika tu mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu mpya na nchi mpya. Hiyo ndio sehemu ndogo ya somo letu ya leo tunapoenda kumaliza. Nchi mpya na mbingu mpya. Alafu namalizia pale ambayo ni makao ya milele ya watakatifu mbinguni. Ambayo ni makao ya milele ya watakatifu mbinguni.
nchi mpya na mbingu mpya ambayo ni makao matakatifu ya watakatifu ya milele mbinguni. Na hapa tutaangalia mambo yaliyobaki kama mane. Jambo la kwanza tutaangalia asili ya huo mji kwa haraka. Asili ya huo mji mtakatifu wa mbinguni, mji wa watakatifu. Na unapoandika hicho kichwa cha somo, andika yale maandiko tuliyoyasoma. Tulisoma Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 13. Lakini pia andika Ufunuo 21 na 22. Wewe ukausome tu yote hizo 21 na 22. Hiyo andika Ufunuo 21 na 22. Yote 21 22 pamoja na Petro wa pili sura ya 3:13. Alafu andika mambo yafuatayo. Tutaangalia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, asili ya mji mtakatifu Yerusalemu wa mbinguni. Asili ya mji mtakatifu Yerusalemu mpya ya mbinguni. Yerusalemu ya mbinguni. Na alafu ya pili, ujenzi wa mji. Ujenzi wa mji. Ujenzi wa mji. Hapo tuunganishe pamoja na ukubwa wake, tuweke ile ukubwa wake. Alafu ya tatu tutaangalia uzuri na utukufu wa mji. Hilo litakuwa swala la tatu. La kwanza ujenzi na ukubwa wake. La pili hilo. La kwanza tulisema asili yake. La pili ujenzi na ukubwa wa mji. Alafu ya tatu uzuri na utukufu wake. La tatu. La nne, Mungu atusaidie tumalize. La nne, mto wa maji ya uzima ndani ya mji wa Yerusalemu. Mto wa maji ya uzima ndani ya Yerusalemu. Na ni ajabu huu mto tunaoona, mambo ya mto yametajwa kwenye Edeni kule, yakatajwa Ezekiel. Sasa tuanze moja kwa moja na asili ya mji. Na kwa sababu ya muda wetu tuweke iwe rahisi, twende upesi kabisa na tuseme asili ya mji wa mbinguni. Asili yake ni Mungu mwenyewe. Andika asili yake ni Mungu mwenyewe. Na tumeona maandiko tuliyoyasoma. Yesu anasema naenda kutuandalia mji. Na tunaposoma tutaenda taratibu, tutasoma mistari michache tunaitafsiri ili tuweze kumaliza leo. Mungu atusaidie tumalize vizuri na atufundishe tuelewe. Tumemwomba Mungu atufungue akili. Kwa hiyo tunaamini tutaenda vizuri sana tukifundishwa na Roho Mtakatifu. Mimi niko kama chombo tu, ananitumia hapa lakini ujue anayefundisha ni Roho Mtakatifu. Na tunapoanza tuanze kusoma taratibu. Tuanze sura ile ya 21. Tusome tu mstari wa 9 twende mpaka mtayakumbuka. Twende mpaka 12 kwanza. Hebu msomaji utusomee hapa. 21 Ufunuo mstari wa 9 mpaka wa 12.
Maandiko matakatifu yanasema akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo 7 ya mwisho, naye akanena nami akisema, njoo huku, nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi, safi kama bilauri. Safi. Basi tukomee hapo. Na anasema akanyanyuliwa, alafu ule mji ukawekwa vizuri ili auone vizuri mji Yerusalemu wa mbinguni. Na anaelezea kwamba asubuhi mchungaji alitusaidia hapa kama mliokuwepo, ni kwamba wakazi wa huo mji ni watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe na mimi tunaoenda kule ndio mji wetu, na ule mji unachukua jina la wakazi wake kama alivyotuambia asubuhi mchungaji. Hiyo ni heshima kubwa kwa ule mji, unaitwa kwa jina la wakazi wake, na wakazi wake wana sifa au wana cheo wanaitwa mabibi harusi wa mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ona ule mji unachukua lile jina la wakazi wake. Halafu mzuri, kito cha thamani, maana yake ni yale gemstone, madini yenye thamani sana. Halafu unang'aa kama bilauri. Na nani ametumia neno hilo eti wapendwa? Unang'aa kama bilauri. Hawa anasemaje? Hebu soma tena msomaji wangu mzuri wa kimataifa, ukija chuoni nitakulipia hapa. Wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi. Ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, safi kama kito cha yaspi. Yaspi ni madini yenye thamani kubwa, kama mfano. Hilo neno ina maana gani? Yaani utukufu ni mkubwa sana, ni mji unang'aa sana, mzuri sana. Kama ukiweka neno kama, maana yake umeshindwa kutaja ule uzuri wote, ila unalinganisha. Unalinganisha kama. Na Yohana anataka kulinganisha na vitu vya hapa duniani, lakini unamshinda, ni mzuri mno. Haya, sasa tunaenda hatua kwa hatua. Tumesema majenzi ya ujenzi, tumesema asili yake ni Mungu. Unashuka kutoka kwa Mungu Baba, ni zawadi, na unashuka ili aonyeshwe. Ni mali ya Mungu. Mwenye kubuni na kujenga ni Mungu mwenyewe. Na Yesu alisema kuna makao mengi, ila naenda kuweka kao moja special ambalo ni kana. Unajua Yesu sijui na mwelewaje Yesu anasema msifadhaike, nyumbani mwa Baba kuna makao mangapi? Mengi, ila naenda kuandalia. Maana yake naenda kuweka special kao, special. Mji wa watakatifu. Ndio. Kaza kamba. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaza kamba. Ninaanza kuchemka. Nikifikiria nyumbani naanza kuchemka. Usiniulize ukasema nataka kwenda nini? Bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, twende hatua sasa. Twende kwenye sehemu ya pili, utukufu wake na uzuri. Tuanzie wapi msomaji? Na wapenda CMF wako sharp kweli. Yaani tuko sharp sana. Jeshi kubwa, jamani, Mungu natupigia makofi. Anza hapo 12.
ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12 na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Unatoa hapa watu tunajiuliza, jamani, mbinguni ni amani tupu, ya nini tena kuta? Hapa duniani tunazungusha ukuta, maana ukicheza cheza utagawana viziko na sahani na watu wengine, kwa hiyo unaweka ukuta. Sasa uko mbinguni, wanini? Kaa kidogo nitakuinua tena. Wanini ukuta? Hapa ili ule mji utakuwepo, tutaona hivi hivi, lakini pia unaelezewa kwa mifano. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya ile mifano kuna elimu nyingine unatakiwa ujue. Sasa ule ukuta pale umesimama kuonyesha uimara wa ule mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Uimara wa ule mji. Alafu anakuambia una milango mingapi? 12. Maana yake nafasi ni kubwa mno kwa wale ambao wanataka kuingia. Na nimekueleza namba 12 kwa sababu ya muda, naenda moja kwa moja. Ni namba ya mfano ya fasihi ya lugha ya ufunuo. Fasihi ya lugha ya ufunuo ina mambo ya mifano kama vile namba 7, kama vile namba 66, kama hii namba 12 inawakilisha au inasimamia idadi kamili iliyokusudiwa na Mungu. Idadi ya watu, idadi ya vitu, idadi kamili ambayo Mungu alitaka alikusudia. Kwa hiyo inazungumzia ukamili wa lile jambo lililokusudiwa. Kwa hiyo anapokuambia kwamba milango 12, maana yake anatoa kwamba iko nafasi ya kutosha kabisa kuingia watu wote ambayo Mungu alikusudia waingie. Haleluya. Iko nafasi kubwa, amini tu. Asubuhi mchungaji aliuliza nani anataka kuokolewa? Sana kabisa mchungaji ilikuwa sahihi, kwa sababu nyumbani mwa Baba kuna makao mengi, nafasi bado ipo. Kama unaokoka kata shauri. Amen. Baba sika. Haleluya. Idadi iliyokusudiwa na Mungu, ule mji unatosheleza milango 12. Namba 12 ni namba ambayo ya ukamilifu kwa ile kusudi ambalo au idadi ambayo Mungu alikusudia hivi. Na anaweka wana wa Israeli. Amina. Makabila mangapi? Anasemaje pale? Anasemaje hapo? Na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Anarudia namba ile 12. Maana yake ile nafasi, ile idadi ya wale ambao wanahitajika kutoka Agano la Kale. Makabila 12 ya Israeli yanawakilisha Agano la Kale, watakatifu wa Agano la Kale. Ile idadi iliyokusudiwa na Mungu ya watakatifu wa Agano la Kale waingie mule ni kamili, ni idadi iliyokusudiwa. Na tukija kwenye huku chini tutakuta ile misingi na yenyewe ya ule mji. Nadhani baadaye utagugo. Ukigugo, maana kuko anajisifu kwamba yeye anajua yote, anaweza kukwambia yote, hata chakula ambacho mke wako atapika jioni. Kuko anajisifu sana. Kwa hiyo unaweka pale kwenye Google madini yaliyo kwenye msingi wa mji wa Yerusalemu wa mbinguni, atakuletea, utaona. Tutaona yale madini. Sasa huko chini ameelezea kwamba katika ile misingi 12, ile majina 12 ya mitume wa Bwana Yesu. Sasa hiyo nayo ina 12 inawakilisha idadi iliyokusudiwa na Mungu ya watakatifu wa kipindi cha Agano Jipya, wakiwakilishwa na mitume 12 wa Bwana Yesu. Na hiyo nayo kusudi ya idadi iliyokusudiwa, unaweza ule mtume kamili unaweza kuibeba. Kwa kwenye misingi ametumia mitume 12, kwenye milango
kabila 12. Maana yake watakatifu wote wa Agano la Kale na kabla ya Agano la Kale na Agano Jipya wote wana nafasi kwenye huo mji. Na inatosha. Tuendelee kuanzia 13. Upande wa mashariki milango mitatu, na upande wa kaskazini milango mitatu, na upande wa kusini milango mitatu, na upande wa magharibi milango mitatu. Ni jumla ya milango mingapi? 12. Idadi hiyo milango 12 inaonyesha nafasi ya kutosha kwa mataifa yote watakaoamua kumfuata Yesu Kristo. Unaona 12 narudia. Endelea 14. Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12. Na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Inazungumzia watakatifu wa Agano Jipya kama nilivyosema. 15. Na yeye aliyesema nami alikuwa na mwanzi wa dhahabu apate kupima huo mji na milango yake na ukuta wake. Na ule mji ni wa mraba, mraba mstatili, na marefu yake sawasawa na mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi, ulikuwa kama maili 1,500. Marefu yake na mapana yake na kwenda juu kwake ni sawasawa. Mraba mstatili ni lugha ya kuonyesha makazi ya Mungu. Katika ile Agano la Kale, ile hema ilipotengenezwa, kama una nguvu tunaweza kuhubiri wote kabaki umesimama, maana naona na nguvu kama nyati. Safi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Walipotengeneza ile hema ya kukutania katika Agano la Kale, Mungu alisema wekeni mahala nije nikae katikati yenu. Kwa hiyo wakamtengenezea Mungu patakatifu pa patakatifu. Kile chumba katika ile hema ya ndani iliyoitwa patakatifu pa patakatifu, ambapo likuwepo uwepo wa Mungu, ili kile chumba kilikuwa mraba mstatili, marefu yake, mapana yake na kwenda juu yake sawa. Hiyo ni lugha ya maskani. Neno la Kiebrania maskani maana yake ni mahali, ni makazi ya Mungu, mahali Mungu anapokaa. Tumelikopa kwenye Kiswahili tukaita maskani, tunalitumia lakini kwa Kiswahili na Bwana ni maskani yangu hii, lakini lenyewe hasa hadisia yake linazungumzia mahali Mungu anapokaa. Na utaona huku mbele Yohana wa Patmo anatangaza, anasema tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Maana yake ni taarifa nzuri sana mpendwa, kaza buti. Maana yake iko siku tutakaa na Mungu. Haleluya. Tutakaa na Baba, tunamwangalia hivi, tunamsikiliza. Unikumbushe siku ile tumsogelee karibu zaidi, tumpige busu. Wangera anasema mwambie anaanza kuweka chumvi. Sio chumvi, ni matumaini yetu tukamwone Baba wa mbinguni. Kwa hiyo ule mji wote wa Yerusalemu, jamani, ni habari njema sana. Ni hekalu ajabu sana. Yaani nchi moja yenye mji mmoja, alafu ule mji ni hekalu, ni makazi ya Mungu, anakaa humo na watu wake, na sisi tutakaa pamoja na Mungu wa utatu milele na milele. Hilo ndio tumaini letu lenye baraka, litatimia siku ile tukikutana kule. Kala masaka. Naomba Mungu chumba karibu na mimi, nitakukumbusha maneno. Chumba chako kitakuwa hapo mbele. Haya, tuendelee. Endelea 17. Akaupima ukuta wake. Ukapata dhiraa 144. Maana yake 12 mara 12 ni ngapi? Kwa hiyo ukuta unaonyesha ubora na uimara ambao Mungu alikusudia. Angalia hiyo namba
12 inarudia au masitisho yake, multiples zake inarudia. Icheki sana hiyo namba, inatupa somo la ndani sana, na ndio lugha za fasihi za ufunuo, na watu wa karne ya kwanza walisielewa. Mara nyingi nikifundisha ufunuo na kufundisha kwanza lugha ya ufunuo. Ukiipata ile lugha ya ufunuo, unauelewa ufunuo sana, na una jumbe nzuri sana zenye mguso. Mungu hakuwa na nia atupe kitabu ambacho hakieleweki. Hapana, ni kwa sababu hatujaijua lugha ya karne ya kwanza iliyotumika, lugha ya mifano. Tunapoijua jumbe zake ni wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea. Kwa kipimo cha kibinadamu, maana yake cha malaika. Na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaspi. Na mji ule ulikuwa wa dhahabu safi. I said, hapa tukipata kilo ya dhahabu na babaika. Sasa kule ni mji mzima. Ndio maana wezi hawaingii kule, wangepata shida. Mfano wa kioo safi. Na misingi ya ukuta wa mji ilikuwa imepambwa kwa vito vya thamani vya kila namna. Hapo ule mji alisema ni mraba mstatili 1,100 na miangapi? Na 500 marefu yake, na 1,500 kwenda juu kwake, na 1,500 mapana yake, si ndio? Sasa ukisoma sikuja na Biblia ile ya asili, atumii neno maili amelitafsiri ili sisi tuelewe. Anachotumia, na sisi watutumii maili, tunatumia kilomita, si ndio? Kilomita moja, maili moja ni kama kilomita 5 ya 8 kwa wale mnaopenda kupiga mahesabu. Sasa Yohana alitumia stadia, stadia, stadia. Sasa weka kwa wewe unayeandika, weka maili 1,500, weka alama ya sawasawa. Maili 1,500 ziko sawasawa na stadia 12,000. Tumerudi pale kwenye matipa ya 12. Tumerudi pale. Kwa hiyo mji unaonyesha kwamba urefu wake stadia 12,000, mapana yake stadia 12,000, kwenda juu yake stadia 12,000. Lugha ya mfano, maana yake ule upana na ukubwa wa ule mji na kapasite yake, ubebaji wake unatosheleza idadi kamili iliyokusudiwa na Mungu ya watakatifu watakaoingia mule. Hiyo maana yake. Imekupa undani wa ule ujumbe. Sio fumba, ni lugha ya mifano. Kwa sababu hapa duniani hapa tuna miji mingine karibu inasogea 1,500 kwenda hivi na kwenda hivi na kwenda hivi. Kwa hiyo hasa lengo lake sio kuonyesha ule urefu wake, anakuonyesha ule mji tutauona na upo, lakini anakuambia kwamba una uwezo wa kubeba idadi yote ya watakatifu, idadi kamili iliyokusudiwa na Mungu waingie mle. Haleluya.